Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Castor David Mwinuka, ni shemasi wa shirika la Wasalesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco. Niko hapa mbele yenu siku hii ya leo. Ningetaka tu kuwashirikisha kitu kidogo ambacho kinahusiana na wito wangu mtakatifu toka nilivyoanza mpaka hii hatua ambayo nimefikia. Mimi ni mwenyeji wa jimbo la Njombe, parokia Rugarawa, ndiko nilikozaliwa. Nilikuwa katika mazingira hayo na nililelewa huko mpaka pale nilipomaliza shule yangu ya msingi. Toka nilivyokuwa mdogo nilikuwa natamani sana kuwa padri, lakini sikuwa nafikiria kwamba labda siku moja nitakuja kuwa msalesiani ama kuwa mtawa. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilinisaidia sana kuweza kukua katika wito huu ni kwamba nimezaliwa katika familia ya Kikatoliki na nimekulia katika mazingira ya kanisa Katoliki. Na nakumbuka nilivyokuwa mdogo, wakati bado naendelea na kukua katika kutaka sasa kujua kwamba Mungu ananiita niweze kuwa padre. Kuna vitu ambavyo nilikuwa navifanya ambavyo nilidhani kwamba vitanisaidia mimi kuwa karibu zaidi na kanisa, lakini pia ili niweze kufikia wito wangu kikamilifu. Kwa hiyo baadhi ya vitu ambavyo nilifanya ni kwamba nilijiunga na kikundi cha watumishi parokiani kwetu. Kwa hiyo nikawa naifanya ile kazi kwa moyo. Na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinanitia sana moyo ni kwamba wakati niko pale altareni natumikia kuwasaidia mapadre wakati wa misa takatifu, ilikuwa inanivutia sana. Ndani yangu nilikuwa natamani kwamba labda siku moja na mimi niweze kuwa kama wao. Lakini sasa nitakuja kuwa padri wa namna gani? Hiyo bado lilikuwa ni swali ambalo nilikuwa najiuliza. Lakini baadaye nilivyoendelea na shule ya msingi, kabla sijamaliza, niliona kwamba njia pekee ambayo itaweza kunisaidia mimi ili niweze kuwa padre ni kuweza kujiunga na seminari. Sasa kwa wakati ule kwenye parokia yetu ya Rugarawa, waseminari wengi ambao walikuwa wamepitia kwenye parokia yetu walikuwa wanaenda kusoma kwenye seminari ya jimbo ambayo ni seminari ya Mtakatifu Joseph Kilocha. Lakini mimi ndani yangu kuna kitu ambacho kilinigusa, nikajisemea kwamba kwa sababu wote wanaenda kusoma kule, kwa nini mimi nisitafute kitu cha tofauti, seminari ya tofauti ambayo iko mbali na ile ambayo mimi nilikuwa naifahamu. Lakini sasa ni seminari gani hiyo ambayo mimi ningeweza kwenda kusoma? Hilo bado lilikuwa ni swali ambalo nilikuwa najiuliza. Lakini baadaye nakumbuka siku moja kabla ya kumaliza shule ya msingi, mwalimu wetu mkuu pale shuleni alitupatia anwani za seminari mbalimbali ambazo tungeweza kuandika barua ili tuweze kutuma maombi. Kwa hiyo ikatokea tu, sijui niseme ni kwa bahati nzuri ama bahati mbaya, nikajikuta nimechagua Don Bosco Seminary Mafinga. Lakini nilikuwa sijajua ni seminari ya mtindo gani, ni kina nani ambao wanaiendesha hiyo seminari, hayo yote nilikuwa sijui. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa natamani tu kwamba niweze kupata seminari ambayo kupitia malezi ya seminari basi itanisaidia mimi kusogea karibu zaidi na ile lengo ambalo nilikuwa nalo toka nikiwa mdogo. Kwa hiyo mimi nilifanya maombi katika seminari moja tu basi ambayo ni Don Bosco Seminary Mafinga. Na kama ingetokea kwamba nisingechaguliwa kwenda Don Bosco Seminary Mafinga, labda yawezekana leo hii historia yangu ingekuwa ni tofauti. Lakini nashukuru Mungu kwamba baada ya kutuma yale maombi, ndani ya moyo wangu niliamini kwamba lazima tu nitachaguliwa kwenda pale. Na kwa bahati nzuri basi Mwenyezi Mungu alinisaidia nikaweza kuchaguliwa kwenda kwa ajili ya kufanya interview. Tukaenda pale na tulikuwa vijana wengi sana. Tulikuwa vijana zaidi ya 400 lakini mwisho wa siku tukaambiwa kwamba kati ya hao vijana wote, vijana pekee ambao walikuwa wanahitajika kwenda kwa ajili ya kujiunga na seminari ilikuwa ni vijana 50 pekee yao. Sasa nikijiangalia mimi katika mazingira yangu, kwanza nimezaliwa kijijini, nimekulia kijijini. Na nilipofika pale nikakutana na vijana ambao wanatoka sehemu mbalimbali ambazo nikijilinganisha na wao nilijiona kwamba mimi ni mdogo sana ambaye sistahili. Lakini nakumbuka kile kipindi chote ambacho tulikaa pale kwa ajili ya kufanya interview ilikuwa ni kama wiki moja. Nilikaa kwenye yale mazingira,
tukakaa pamoja na mapadri, pamoja na maburuda waliokuwa wanatuhudumia pale. Mwisho wa siku ndani ya moyo wangu nikajisemea kwamba hapa lazima nitarudi. Sikujua kwa nini nilifikiria vile, lakini kitu tu kiliniambia kwamba kwa sababu nimekaa kwa wiki nzima na yale yote ambao walitufundisha na mimi mwenyewe pia nikawa nimeona yale mazingira yalivyo, mwisho wa siku nikasema hapa ni lazima nitarudi. Kwa hiyo baada ya interview tukarudi nyumbani, ikawa sasa ni kipindi cha kuanza kusubiri kuona kwamba ni kina nani ambao wamechaguliwa. Kwa hiyo nikakaa nyumbani nikiwa na matumaini hayo kwamba nitachaguliwa kurudi seminari. Na kwa bahati nzuri Mwenyezi Mungu akabariki kile kitu ambacho nilikuwa kweli nina matumaini nacho, na mwisho wa siku nikajikuta nimechaguliwa kati ya vijana wengi sana ambao walikuwa wanatakiwa kwenda pale. Kwa hiyo nikawa ni mmoja wapo ya wale wachache ambao walichaguliwa. Kwa hiyo baada ya hapo nilipochaguliwa, hiyo ilikuwa ni mnamo mwaka 2007, 2008 tukaenda kuanza sasa masomo rasmi ya pre-form 1. Na nashukuru Mungu, wakati nimeanza masomo hapo sasa ndo nikaanza kuwajua Wasalesiani ni kina nani, wanafanya kazi gani, na pia nikajua kwamba licha tu ya wito wa upadre, kumbe kuna maisha mengine, kwamba mtu anaweza pia akachagua kuwa mtawa, lakini pia anaweza akawa padre. Sasa hapo ndo nikaanza kufunguka na kuweza kujua. Na mwisho wa siku baada ya kukaa na Wasalesiani kwa miaka 5 ambao nilikuwepo pale seminarini, nilijifunza kitu cha pekee sana ambacho mpaka kesho kikanitia moyo. Mwisho wa siku nikasema hapa nilipo yawezekana ndipo ambapo Mwenyezi Mungu ameniita niweze kuwa padre. Nilivutiwa sana na maisha ya Wasalesiani, hasa namna walivyokuwa wanakaa na sisi vijana, walivyokuwa wanatufundisha, wanasali na sisi, tunacheza pamoja na wao. Kila kitu walikuwa wanafanya kwa ukaribu sana na sisi. Sasa ni kitu ambacho mimi kwa namna ya pekee kilinivutia, kwa sababu sikuwahi kabisa kukiona katika maeneo mengine. Sikuwahi kuona padre anachukua muda wake kwenda kucheza na vijana, ama anachukua muda wake kukaa tu na vijana, kupiga story, kuwafundisha vitu mbalimbali kwa namna ya kirafiki kabisa. Ilikuwa ni kitu ambacho sijakiona. Kwa hiyo kwa namna fulani yale mazingira yakanifanya niseme kwamba yawezekana kile ambacho nilikitamani nikiwa mdogo kwamba nataka kuwa padre, basi yawezekana Mungu alinileta hapa ili kiweze kuwa hivyo. Kwa hiyo nakumbuka baada ya kukaa na Wasalesiani kwa huo muda wote, mwisho wa siku nikasema hapana, hapa ndipo ambapo Mwenyezi Mungu ananiita na hapa ndipo ambapo ninatakiwa kuwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza kidato cha 4 nikatuma maombi ya kuendelea kidato cha 5 na 6 kwenye seminari ya Wasalesiani ambayo iko Dodoma. Nikafanya kidato cha 5 na 6 na mwisho wa siku basi nikatuma maombi rasmi kwa ajili ya kujiunga na shirika. Kwa hiyo ilivyofika mwaka 2015 baada ya kumaliza form 6 nikatuma maombi yakakubaliwa. Kwa hiyo 2015 16 nikaanza malezi rasmi, ambapo nilienda Nairobi kwa ajili ya kuinnovate. Baadaye 2016 17 kaendelea na malezi ya novitiate Morogoro, na baada ya hapo mnamo mwaka 2017 basi nikaweka nadhiri zangu za kwanza kama mtawa na msalesiani wa shirika la Wasalesiani wa Don Bosco. Baada ya hapo nikaendelea na malezi ya falsafa na elimu kule Moshi, ambapo nilihitimu mwaka 2020, na baada ya hapo basi nikaendelea na hatua iliyofuata ambayo huwa inakuwa ni malezi kwa vitendo, na kwa bahati nzuri huwa inakuwa ni miaka 2, na mimi nilibahatika kufanya hatua hiyo katika jumuiya 2 tofauti. Mara ya kwanza nilitumwa Nairobi kwenye community ambayo inaitwa Boys Town, ambapo nilifanya kwa mwaka mmoja kuanzia mwaka 2020 mpaka 2021, na baada ya hapo nikahamishwa nikaletwa Iringa kwenye chuo chetu cha ufundi, ambapo pia nilifanya malezi yangu hayo kwa vitendo kwa mwaka mmoja kuanzia mwaka 2021 mpaka 2022. Na nilivyomaliza basi nikatumwa Nairobi kwa ajili ya masomo yangu ya teolojia kwenye chuo chetu cha Don Bosco Utume, ambapo nimefanya masomo yangu kwa muda wa miaka 4. Nimemaliza mwaka huu 2016. Lakini kabla ya hapo tukumbuke kwamba mwaka 2017 nilikuwa nimefunga nadhiri zangu za kwanza. Na katika maisha ya utawa basi baada ya nadhiri za kwanza kuna huo muda wa kusubiri
kuendelea kutafakari na kumwomba Mungu ili azidi kuongoza na kusaidia kutambua kwamba ni kweli anakuita ama la. Na mwisho wa siku pale unapojiridhisha kwamba ni kweli Mwenyezi Mungu amekuita na umeridhia kwamba unataka kuishi maisha ya kitawa, basi kunakuwa kuna mchakato wa kufunga nadhiri za daima. Kwa hiyo baada ya kukaa huo muda wote na kujitafakari, nilipojiridhisha kwamba bado ninatamani na bado ninataka kuendelea kuwa msalesiani, basi mnamo mwaka 2024 tarehe 27 mwezi wa 7, basi niliweza kufunga nadhiri zangu za daima kule Dodoma. Na baada ya hapo mwaka uliofuata mwaka 2025 tarehe 22 mwezi wa 5, basi niliweza kupata daraja ya ushemasi kule Nairobi. Mpaka hivi sasa mimi bado nafurahia usalesiani wangu, na hivi sasa ninaendelea kufurahia na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mpaka nilipofikia naona kwamba Mwenyezi Mungu bado anasafiri na mimi, na ile ndoto ambayo nilikuwa nayo toka nikiwa mdogo basi naona inaendelea kutimia. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa yote ambayo amenijalia, lakini kikubwa zaidi kwa zawadi ya shirika hili la Wasalesiani ambao wanawahudumia vijana. Kile ambacho nilikipokea kutoka kwa Wasalesiani ndicho ambacho kinaendelea kunivuta na mimi basi niweze kuwagusa vijana wengine wengi zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho namshukuru sana Mungu, na kila siku naendelea kumwomba azidi kunipatia moyo kama wa Don Bosco, ili basi niweze kuyatoa maisha yangu yote kwa ajili ya kuwasaidia vijana, hasa wale ambao wako kwenye mazingira magumu, wanapitia mateso, wanahitaji kusaidiwa kiimani, kimwili na kimaadili ili maisha yao yaweze kubadilika. Na kikubwa zaidi sio tu kuwa msalesiani peke yake ndio kusema kwamba labda ndoto zangu zitakuwa zimetimia, hapana, lakini kikubwa zaidi ni kuendelea kumtafuta Mungu katika maisha yangu, kuendelea kuwasaidia vijana, lakini kikubwa zaidi ni kwanza utafuta wokovu wangu mwenyewe. Na baada ya hapo sasa ni kuwasaidia watu wengine, hasa taifa la Mungu na vijana hususan ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, basi kuweza kuwasaidia, kuwavuta zaidi, kuwaleta karibu na Mungu, na ili kuweza kuwasaidia kuweza kupata wokovu na kuurithi ufalme wa Mungu. Asante.